Good evening, everyone, and thank you for joining us today for this important Mental Health Tuesday session. My name is Mahmoud Ali, and I'll be your moderator for today. Today, we are diving into an incredible, insightful topic, as I said earlier, the tree of addiction. And we are trying to understanding the toxic environment that shapes your behavior. Addiction affects not only individuals but also their communities, and understanding its roots can help us to take better steps toward healing. And today, we are honored to have Muhammad Ali Mwachausa with us today as our guest speaker. And we understand Muhammad is an expert in addiction counseling and mental health. And he has worked extensively to help people understand and overcome addiction. Before further ado, I would like to introduce Bwana Muhammad. Karibu sana, tuambie wewe ni nani na unatokea wapi na unafanya nini? Karibu sana. Yeah. Asante sana Mahmoud, asante kwa ukaribisho wako huo. Mimi naitwa Muhammad Ali Mwachausa. Natokea wapi? Mimi ni mzaliwa wa Msambweni, kula ananiita Mwamadi wa mwana maua kule Msambweni. Na sasa hivi naishi Kombani nikishughulika sana na shirika la Samba Sport Agenda. Najua umenivisha koja kubwa, lakini mimi sisemi kwamba ni expert. Mimi ni mzungumzishaji wa masuala ya mental health, vile vile masuala ya drugs and substance abuse, kwa ile tajriba ambayo kwamba nimekuwa nayo katika kazi zangu. Nikisema ni expert nitakuwa nimepitiliza, lakini labda nina mawili matatu ya kuweza kuambizana na wenzangu kuhusu mada kama hii ya leo. Asante sana. Asante sana mzungumzaji wetu kwa ufafanuzi wako. Tunakaribisha sana. Labda nikuuliza katika swali langu la kwanza, Bwana Muhammad, in your experience, why is this conversation about addiction so important, especially in today's world? What has made this topic more pressing now than ever before? Asante sana Mahmoud. I will try as much as possible nizungumze Kiswahili ili kwamba tuweze kujielewa sisi watu wa Kwale, Mombasa, Kilifi, Taita na Kenya kwa jumla. Wakati huu ni wakati ambao ni wakati tata sana katika maisha, hususan ya vijana. Wanagubikwa na vijana wanasema mizembwe mingi. There are so many challenges surrounding young people. They are socially overwhelmed, emotionally overwhelmed. Na mara nyingi labda si kwa sababu yao, isipokuwa kwa sababu ya zile ambazo tunaziita supportive system zao, labda zimevunjika ama hazipo, na labda ziko weak kiasi cha kwamba sasa wanajipata wakitapatapa peke yao. Mada kama hii ya leo ya kuangalia tree of addictions ni mada mzuri kwa sababu tunaona visa vingi. Tukiangalia Diani kumekuwa na mchafuko hivi punde, masuala ya vijana kushika vipanga, watu wakisingizia miadarati. Vile vile ukanda wa Pwani, vijana zaidi ya 2,000 mpaka 3,000 kila mwaka wanaingia katika substance abuse addiction. Wale wanaojibwenga ama wanaotumia heroin drug kwa kujidunga sindano wamefika hapa Kwale peke yake, wamefika zaidi ya 3,500, na ukanda wa Pwani itakuwa labda anafika karibu 8,000, 9,000. Na hawa ni vijana ambao kwamba wakishaingia hawezi kutoka, na hawaingii kwa kupenda. Wengi wanajipata kama wamesukumwa na dhoruba ya maisha na wanajiingiza pale. Kwa hivyo mada hii ya leo ya kuzungumza kuhusu the tree of addiction ni muhimu sana, ili watu sisi wenye tuko hapa na wengineo tuweze kuchambua, je, ni kipi kinachowasibu vijana wakaingia katika addiction, na je kuna kipi ambacho tuweza kukisaidia ama kusensitize kule nje ili kwamba tupunguze makali ya addiction. Lakini nitakuwa sijatenda vyema kama nitamaliza swali hili kabla kuzungumzia ni nini addiction. Addiction ni utegemezi, ama kwa lugha ya Kiingereza addiction inaweza semekana kwamba ni ile hali ya to depend, high dependency, kwamba kuna kitu inabidi ukifanye ili ufanye jambo lingine. Yani kuna watu wanakuambia mimi sijaamka,
sijamka kumaanisha kuna kitu haja kifanya mpaka akifanye ndipo ajihisi kwamba ni mwanadamu. Kuna wengine atakuwa ni chang'aa, wengine atakuwa labda ni bangi, wengine atakuwa labda mgoka, wengine labda ni tabia zingine ambazo tutazungumza hapo mbele, hapo mbeleni. Maana addiction sio ya ulevi peke yake, ama ulevi sio wa pombe na sigara peke yake, ulevi wa aina nyingi. Kwa hivyo ile hali ya kwamba haujihisi kwamba ni mwanadamu kamili mpaka upate kitu ndipo ujione uko kamili, hiyo ni addiction. Kwa simple terms, kwa Kiingereza wanasema addiction is a chronic condition where a person compulsively seeks and uses a substance or engages in an activity despite negative consequences. Kwamba mtu huyu atakuwa anafahamu fika, ama ashaambiwa sana achana, ama ashaona kwenye mabango, kwenye matelevisheni kwamba usifanye jambo hili ni baya, lakini yeye anajihisi kwamba mpaka alifanye ndipo ajihisi kwamba amekamilika. Hiyo ni addiction. Inaitwa compulsive behavior, kwamba yeye ni kama ambaye hana uwezo wa kuacha, yani anasukumwa na vitu fulani ndio maana anafanya. Alafu anasema loss of control, kwamba anakuwa kama ambaye hana uwezo wa kudhibiti maisha yake yeye mwenyewe. Ni kama ambaye laiti angekuwa na uwezo angeacha, lakini kwa sababu hana uwezo wa kuacha anajipata anafanya hata kama atajuta. Anajua nikifanya hivi naweza shikwa na polisi, nikivuta bangi, nikila mugoka labda nitaathirika, nikinywa chang'aa labda naweza shikwa, nitapoteza pesa, lakini anajipata mpaka afanye ndipo ajihisi kwamba amekuwa kamili. Kwa hivyo mada kama hii ndugu Mahmud, ni muhimu sana tuweze kusemezana, labda huenda tukapata afueni ya kuweza kuokoa japo mmoja, wawili, watatu ambao kwamba tutakuwa tunaweza kuokoa kwa kupata ujumbe ambao tupeana leo. Mahmud. Naam. Asante sana Bwana Muhammad kwa kuweza kutueleza umuhimu ambao unakuja na natija kuzungumzia mada kama hii ya uraibu ambayo umeidadavua zaidi. Labda kwa wasikilizaji wangu niwaambie kuwa tupo na fursa ya kunyoosha mkono, kuchangiza na kuuliza swali, ama pia unaweza kutuandikia pale kwenye call chat yetu na tutaweza kuisoma na mzungumzaji wetu ataweza kutujibia. Tunaita the tree of addiction. Umelitaja uraibu kama mti, Bwana Muhammad. Tafadhali tueleze maana ya taswira hii na kwa nini umeamua kutumia mfano huu wa uraibu kama mti. Asante sana. Ndugu Mahmud, ni dhahiri kwamba mti mzuri wenye matunda, wenye majani kijani kibichi, ukiangalia vizuri inakuwa pale chini kwenye koa yake aidha kuna tope ama kuna mbolea ama ni mahali ambapo si pakavu sana. Na endapo utaangalia mti ambao kwamba majani yamekauka ama hauna majani, kama mti umekauka ama hauna majani, vile vile ukipaangalia katika mazingira yake utapata aidha pale mahali mpakavu, hakujanyesha, ama kuna msitu haujashughulikiwa. Hiyo ndio taswira ya mti. Na vile vile unavyoona mti ambao kwamba una kijani kibichi ama una matunda, ukiangalia chini unaonesha kama kuna kitu kwa lugha zetu za mtaani, kwamba inaonesha kwamba kuna huduma umepeanwa. Vile vile kwa mwanadamu anapokuwa amesimama imara, angekuwa mti ungeona pale chini yake kuna tope, kuna umajimaji, hakuna nyasi, kumefyekwa kwekwe, ama kuna mbolea imemwagiliwa. Na ukiona mwanadamu ambaye kwamba ana matatizo ama anaingilia katika uraibu ama anaingilia kutovu wa nidhamu uliopitiliza, ukiangalia kwa makini, angekuwa mti ungepata kwenye koa yake ni mahali pakavu, labda kuna magugu, kuna nyasi, labda ni pakavu hapajanyesha mvua kiasi kama hicho. Kwa hivyo tunapomwangalia mwanadamu na hii taswira ambayo tunaipeana kwamba uraibu unafuatana kama vile unavyoonekana mti, vile vile unapomuona mwanadamu
ameingilia katika labda very I would say extreme sexual activities ama sexual urge, ameingilia mihadarati, labda anajibwenga ama anavuta bangi kupitiliza, labda anakunywa pombe mpaka anaanguka barabarani, hata labda yeye ni mtu anafanya kambi, yani anacheza kamari sana, ama labda ni mtu ambaye kwamba ametekwa kabisa na social media kiasi cha kwamba haiwezi fanya chingine chochote cha msingi, ama kwamba yeye anaweza kuwa ni mtu anaweza amua akaenda shopping akamaliza pesa zote kwa wakati mmoja, ama yeye ana ile kitu inaitwa codependency, yani anaweza atumie kitu fulani ndipo kufikia jambo fulani. Mara nyingi ukiangalia ni kwamba katika mazingira yake ya malezi ama ujirani ama historia ya familia yake, basi kuna changamoto ambazo kwamba zimemfanya yeye akafikia kufanya maamuzi kama yale ama kujengeka kitabia kama hili. Tunapozungumza kwamba kuna toxic environment ambayo inajenga tabia, ni kwamba kama ilivyo mti, matunda na majani kijani kibichi yanategemea na uzito wa tagaa. Tagaa zinategemea udhibiti wa stem ama trunk, na trunk uzuri wake ama udhibiti wake unategemea na kiasi gani mizizi imekita, imeenda mbali gani labda kutafuta maji, ama imewekwa mbolea kiasi gani. Kwa hivyo mwanadamu anapoingilia katika uraibu sana ama tabia ambazo kwamba ni za kuogopesha ama tabia ambazo hazipendezi na anazifanya kwa kupitiliza, utapata kwamba labda katika branches zake, branches inaweza kuwa ni ndugu, hawamsaidii kimawazo mazuri. Branches zinaweza kuwa ni marafiki, hawamsaidii kimawazo mazuri. Ama trunk yake ambayo bone stem inaweza kuwa ni wazazi ambao kwamba labda hawajafanya vya kutosha kuweza kumdhibiti akawa na tabia ambayo ni ya kupendeza. Labda ukiangalia roots zake, ambapo sasa hii ni family, family si baba na mama peke yake, inaweza kuwa ni babu, mashangazi na watu kama wale, labda wana mchango fulani wa kumfanya huyu mtu akafanya tabia kama zile. Labda zile sehemu anazotoka, inaweza kuwa ni mtu amezaliwa mahali ambapo ni kijiji kizima kina tabia ambazo si za kujenga. Kwa mfano, mtoto akizaliwa sehemu za kule kunaitwaje, Turkana, kule ambako kuna vita, watu wanafanya castle wrestling. Mtoto atakapozaliwa anaona baba na mama wamepokea masuala ya kupigana uta na kunyang'anyana mifugo kama jambo la kawaida. Anapokuwa yeye pia anakuwa na hali ile ile ya kwamba hili ni jambo la kawaida na analibeba. Hata akitoka chuo kikuu, mtoto kama yule bado kwenye fikra yake akiona mtu amedunga mwingine mkuki, halioni kama ni jambo la ajabu, kwa sababu anaona ni jambo ambalo amelelewa nalo. Kwa hivyo taswira kama ile ndio inatufanya tuilinganishe na mmea, kwamba vile ambavyo utatayarishwa, vile ambavyo pale utakapopandwa, vile utakavyokuzwa, ndio vile ambavyo zile tabia zitajijenga kuanzia utoto mpaka atakapofika kwamba mtu amebalegha, ama mpaka pale atakapofika kwamba mtu ni adult. Sasa yeye anapeana mawazo kwa mtu mwingine, anapeana mawazo yale ambayo kwamba aliyapokea kutoka kwa mtu mwingine akayakubali, naye anakuja kuapeana yale na labda si mawazo mazuri. Labda huu utakuwa ni utangulizi Mahmud, ambao labda nitakuwa nimejibu swali lako. Asante sana Bwana Muhammad kwa kuweza kutueleza kwa nini umetumia neno uraibu kama mti, na tumekuwa na imani ya kuwa tunapozungumzia uraibu siku zote inakuwa ni vile vileo ambavyo vinatumiwa na watu. Je, uraibu unaozungumzia hapa ni wa dawa tu au kuna uraibu mwingine? Katika mantiki yetu leo kwamba uraibu ni vitu tofauti tofauti, si ulevi peke yake. Na hata ulevi uko tabaka. Kuna ulevi wa ugoro,
mtu kwamba hawezi fanya jambo mpaka ale tumbaku, ajisikia amewashwa sana ndipo afikirie. Kuna uraibu wa sigara tu, sigara ya kawaida, kwamba anavuta pakiti 2 kwa siku ndipo ajihisi kwamba ni mtu mzima. Ama ukimuuliza swali hata dogo, kuna mtu labda hata 1+1 ukimuuliza mpaka avute sigara kwa 2 by the way, sigara tu kawaida. Kuna mwingine mpaka avute bangi, aseme mpaka kichwa kiamke. Kuna mwingine ni chai, mpaka anywe chai rangi ya majani mingi. Labda kuna changamoto imejitokeza, anakuambia hebu nitengezee kikombe nivunje kichwa. Sasa na akivunja kichwa anavyojiamini yeye, alafu anakuwa na fikra ama akili inakwenda haraka, anaweza kutatua kitu. Kuna uraibu wa cocaine. Uraibu wa cocaine, hii ni stimulant, mara nyingi inatumika na watu ambao ni matajiri, especially watu ambao kwamba wanasimamia makampuni na wanahitaji kuwa jasiri, na labda ujasiri hawako nao naturally. Kwa hivyo wanatumia cocaine ili kwamba mwili ututumke na aweze kuwa mkali, mpaka akionekana aseme boss amekuja bana, kila mtu aogope. Na kuna uraibu wa heroin ambao mtu anajibwenga. Heroin by the way, Mahmud, kwa mtu asiyejua, inatokana na bidhaa ambayo inatengeneza ganzi. Ile ganzi mtu anapokuwa ameingia chumba cha operation, alafu anataka kupasuliwa, na kwa sababu ataona maumivu, inabidi ni adungwe ganzi, afe ama azimie ama azirai mpaka operation itakapoondoka. Ile inaitwa pethidine, na heroin na pethidine zinatoka kutoka kwa mti mmoja. Kwa hivyo mtu anapokula heroin ni mtu ambaye kwamba anataka kuilaza akili yake isisikize maumivu ya uhalisia wa maisha yake. Kwa hivyo yoyote ambaye anakula heroin anapunguza mwendo kasi wa fikra zake na damu yake, ili aweze kuwa na nafuu, asihisi maumivu ambayo yako katika maisha yake, labda maumivu ya kuondokewa, ya kuachwa, ya labda maumivu ya kupoteza mzazi, ama maumivu ya kupoteza kazi, maumivu ya kupoteza biashara. Basi akila heroin, yale maumivu yanaanza, analiwazika. Wenyewe wale wanaotumia uraibu huu wanamuita msichana wa Kihindi. Kwa kijana yoyote ambaye ameingia katika bale, taswira ya msichana mweupe huona ndio msichana mrembo zaidi. Sasa kama ni msichana wa Kihindi, basi anakuwa ni mrembo zaidi, maana sasa hata nywele zile za singa. Sasa wale wanaotumia uraibu huu huita msichana wa Kihindi kwamba huyu yuko tamu sana, kiasi kwamba akishauweka kuchenga kwenye mwili wake, basi anajihisi kambe yuko juu ya gorofa ama yuko mbinguni. Kwa hivyo yale matatizo aliyokuwa nayo, kama aliachwa, kama biashara ilipotea ama ilifilisika, ama kama aliibiwa, ama kama alifiliwa, anajihisi kwa ule muda ambao ile addiction iko kwenye mwili, ile drug kwenye mwili, anajihisi kwamba yuko na furaha. Ikiondoka anarudi kwenye masimango yake yale, anarudi kwenye hisia zake zile za uchungu. Vile vile addiction inaweza kuwa ni sexual. Kuna mtu anaweza kuwa tuna sexual addiction, ile kwamba yeye haizi fanya chochote, ama kwa siku unasikia mtu anasema mimi nimelala na watu 10, ama mimi in my life I have counted 500 people. Mpaka unajiuliza kwani ilikuwako ni kama karata tunacheza ama ni vipi? So that's also an addiction. Kuna kuwa na addiction mpaka ya gambling, kwamba mtu hana pesa lakini ako radhi achukue loan akopeshe, lakini acheze kamari. Ni njia yake ya kujiweka kwamba yeye ajihisi raha. Kuna mwingine addiction yake ya kuumiza mtu tu, akushika shingo hivyo kilia, wewe unaniumiza, sasa yeye ndio furaha yake. Wale wanaitwa narcissist ama sadist. Kuna mwingine tu akikufanya jambo tu kama unalalamika kwenye maisha yako, amekuumiza ama amekufitinisha, sasa maisha yako yameharibika, ndio furaha yake. Hiyo pia ni addiction. Kuna mwingine addiction ya shopping. Akipata pesa tu anakwenda moja kwa moja mpaka supermarket, ananunua anavyovitaka mpaka asivyovitaka. Anajaza, kama ni mtu mwenye pesa za kuchota, anajaza gari, anaenda nyumbani kwa vitu anavyopenda mpaka venye, yani ile tu kwamba hiyo ni addiction. Akipata fedha ama hata asipopata fedha, heri akope, lakini aende akafanye shopping. Kwa hivyo that is also another level of addiction, Mahmud.
Safi. Tumezielewa hizi aina za addiction ama uraibu, lakini hapo kwa culture tunaona kuna swali na nasema, je, uraibu ni lazima uwe unalewesha au pia tunaweza kusema mtu anayependa kula nyama choma kuwa ni mraibu? Nimeona swali hilo na kuna swali lingine pia. Uraibu twende Mahmud. Na kuna swali hapa la mwisho ambalo hakimu ameuliza, je, anayependa wasichana weusi naye ni mraibu? Wako Muhammad. Sawa. Kwanza, kwa mwenye kutumia uraibu hajui kama walewesha, na hata ukimwambia amelewa atakana. Ushaona mlevi amelewa mpaka anaanguka kumwambia amelewa, akwambie ni kweli nimelewa, Mahmud? Hapana. Anakwambia niko fiti, anakwambia niko fiti, huku mate anatoka tu, anakwambia mimi niko fiti bro, na yeye amelewa. Kwa hivyo wewe ndio unajua amelewa, lakini yeye mwenyewe hajui kama amelewa. Na hata mwenye kuvuta bangi, ukimwambia bro wewe unavuta bangi, hata kuambia kama ni kweli mimi navuta bangi, na hata kama anajua ni kweli na anafaa kuacha, lakini kwa sababu ni impulsive, inamsukuma, hawezi kuacha na hawezi kukubali kwa mtu yoyote kwamba ni kweli anavuta bangi. Vile vile mtu anapokuwa yuko addicted to sex, kwa mfano, yeye anaona tu starehe, anaona starehe kwamba mimi maybe kwenda na wasichana 10 kwa siku ni starehe, anajua ni fahari. Na kama ni msichana kwamba mimi naweza kwenda na wavulana 10 kwa siku, anaona ni fahari, haoni kama ni ulevi. Lakini wewe ndio unaona kama ni ulevi because it is abnormal. Maybe tusiseme kwamba je inalewesha, tujiulize, je, is it normal? It is abnormal, it is subnormal. Kwamba kwa mtu ambaye kwamba ni wa afya ya akili iliyotimamu, hawezi kwamba aweze kulala na washikaji ama na wapenzi hata zaidi ya mmoja kwa siku, na hata huyo mmoja pia anakwenda na break, kwa sababu lazima mtu awe anapumzika. Wajomba zangu walikuwa wakisema hiyo si sabuni, kwamba labda utaoga nayo mpaka uimalize, haiishi. Kwa hivyo lazima pia uende kwa mwendo wa kujibalance. Si kwamba eti ni adhabu wataka kuifanya ili mtu asikie kwamba amepigwa ukweli, hapana. So hata yule mwenye mpenzi mmoja anakwenda na break. Kwa hivyo endapo una watatu, una wanne na unasema unatimizia wote, that is abnormal. Na ni lazima ujichimbe, ujiulize what happened. Na endapo wewe you go overdose in terms of shopping, subnormal, lazima pia ujiulize, je, hii shopping ninayoifanya objectives zake ni zipi, na je inanifikia malengo yangu ya kimaisha ama nafanya tu ili nionekane? So that's abnormal. Mwingine labda ni yule ambaye kwamba yeye ni gambling, akishinda anaendelea na akishindwa pia anaendelea. Watu wengi sana wameharibu majumba yao, biashara zao kwa sababu ya gambling. So it is not about winning. Maana yake angekuwa ni winning, akipata angeenda kufanya biashara, lakini akishinda anarudi, kumaanisha it is an impulsive behavior ambayo inampeleka pale. Ambacho anakipata ni utulivu wa nafsi, kwamba yuko mahali salama, sio ile faida ama hasara ambayo anaipata katika gambling. Na kama kuna yule ambaye mtu labda anakula kupitiliza chakula, kuna mwingine ambaye addiction yake ni ya chakula, anaenda kupitiliza pia, vile vile it is abnormal. Lakini yeye ukimwambia ni abnormal hatakubali, kwamba mzee nafurahi sana kama ni hiyo nyama choma, unakula kilo 2 za nyama choma mwanadamu peke yako mpaka unaumwa meno yakipoa unarudi tena, it is abnormal. Lakini katika fikra zake yule mwenye anatumia anakuwa na faraja kubwa sana anapokifanya kitu kama kile, anakipenda. Manake remember tumesema addiction ni dependency.
kwamba anahisi akifanya jambo hilo amekamilika katika maisha yake, whether it is normal, whether it is abnormal, whether you call it amelewa ama hajalewa, that's up to you. Lakini kwa yeye anayokifanya, anakifanya ili ajipendeze, ajihisi kwamba amefikia kiwango cha kuwa yeye ni binadamu wa sawa. Kuna swali ambalo limeulizwa kwamba je, na wale wanaopenda wanawake weusi je? Na mwingine akasema je, kuna watu wanaopenda wanawake weusi kama wanaopenda weupe? By the way, it is all a fallacy kwamba kila mtu anapenda mwanamke mweupe. It is a fallacy. Being a man, I move around listening to men, na I know so many men ambao kwamba wana prefer very dark skinned girls. That's a fact. Siwezi kuwa nimefanya census, but I can tell you I know as many ambao wanapenda wasichana weusi as there are wale wanaopenda wasichana weupe. Just as kwa upande wa watu kuangalia makalio, I know as many men who don't like makalio makubwa as there are men who ambao wanapenda mwanamke mwenye makalio makubwa. So all these are fallacies. Kwamba labda mwanamke ajihisi mimi nikiwa na makalio makubwa ama nikiwa mweupe nikijitubua ndio nitakuwa napendeza. That is a fallacy. Ni katika dunia yake. Na kama usadiki, angalia the global models. Utapata msichana Msudani mweusi titi ameshinda pageant ya ulimwengu mzima. Why? She is black. Na kama urembo ni weupe peke yake, mbona msichana mweusi titi anaweza kushinda pageant? So actually ni kweli kwamba kuna wanaume wanaopenda wasichana weusi kama walivyo wanaume ambao kwamba wanapenda wasichana weupe. Mahmud. Asante Muhammad. Kabla nirudi katika swali langu linalofuata kwa hizi dakika 3, nataka unijibie maswali mawili. Kuna swali hapa la Benson Kinyanjui anauliza, are there instances where addiction becomes positive? If yes, give example. Alafu na la pili ni kutoka kwa dada Esther anasema, can addiction be termed as genetic? Maana sometimes nimeiona addiction ya baba baadaye mtoto anaishi kuingia in the same addiction na the loop continues. Lakini wengine especially kwa pombe wanakunywa but they never become addicts. Asante sana Mahmud. Nadhani maswali mawili yanatupeleka katika upeo wa mazungumzo yetu vizuri tu. Kwanza nitajibu swali la can addiction be termed positive? Ama can addiction come to a level where it is positive? Alafu can addiction be termed genetic? That's a very interesting one. So an addiction can never be positive. Kwa sababu when it is called addiction, it is compulsive. Hauna uwezo wa kuicontrol. So kama kitu hauna uwezo wa kucontrol, it cannot be positive. However, you can be a situation where ungejipata katika addiction, but proactively ama through counseling na sensitization, you pick a coping behavior ambayo inakufanya usiingilie kile the negative side. Kwa mfano, wale ambao wanapenda kuvuta sigara sana na wamejaribu kuacha wakashindwa, kuna fikra kwamba akipenda kula peremende tropical ama koo zile za kitambo zile, anapigana na hamu ya kuvuta sigara. Kwa hivyo ukianza maisha kwamba I will proactively ninunue menthol sweets, iwe ni tabia yangu ya kula menthol sweets, then it becomes a coping mechanism. It is not an addiction. Na hiyo coping mechanism inakusaidia uachane na kile ambacho kingekufuruga. Kwa wengine, kwa mfano, kwa mtu ambaye kwamba amepitia labda accident, naita post traumatic trauma, wengine huita post traumatic trauma disorder. Lakini siku hizi watu wanasema it is not a disorder. Post traumatic trauma ni ile labda ulikuwa na mwenzako unasafiri naye, gari likagongwa akafa. Sasa inakuwa wewe kile ukiona gari unaogopa, unadhani hata wewe utakufa. Katika counseling unarekomendiwa kwamba ufanye mazoea ya kuwa kwenye gari. Kwa hivyo ukisema to beat your fear
of the accident ni labda kununua gari lako wewe wajiendesha hata kama mahali padogo kila siku, it becomes a coping mechanism, it is not an addiction. Alright? Na kuna mifano mingi na mingi na mingi. Labda mfano mwingine ni kwa mtu anayependa kuvuta bangi na akakuwa cancelled mpaka ikafika mahali akaambiwa ukijiweka karibu na Mungu utasaidiwa. Kwa hivyo wewe hakikisha Biblia iko karibu na kuwa na nyimbo ambazo za gospel kwenye simu yako, ama uwe na inaitwaje ile labda uwe na rukia katika simu yako. Sasa unajipata kila unapokwenda unaendesha gari ama uko kazini kwako umeweka earphones unasikiza rukia, alafu inakuwa umeipenda mpaka unaifanya all the time. It becomes a coping mechanism rather than an addiction, kwa sababu inakusaidia wewe usiingilie katika yale madhara ya addiction. Nadhani hiyo mifano mitatu labda itoshe, kama haijatosha basi samahani. Alafu hii ambao dada ameuliza whether addiction can be genetic. Now this is where we say an addiction is genetic wakati it is not. Tunapozungumza taswira ya mti tukasema kwamba mti unafanya vyema mahali penye rutuba, mti unafanya vyema mahali ambapo unamwaliwa maji, mti unafanya vyema katika mchanga wa aina fulani, mti unafanya vyema mahali ambapo labda unamwaliwa maji. Sasa vile vile kwa mwanadamu is the same. Huyu mtu ambaye unasema labda addiction yake ni genetic, the problem may not be that person or the family. The problem may be the environment. Remember, kwa mti ili roots ziweze kuchukua nutrients lazima mchanga uwe mzuri. Kwa mfano, mti ukimea mahali ambapo mchanga uko na nitrogen, mchanga uko na labda calcium na vitu kama hivyo, mizizi itaokota hizo chembe chembe na kupeleka kwenye mti, ama haitaokota Mahmud? Lazima itaokota, si ndio? Na mahali ambapo hakuna nitrogen unasikia tufanye nitrogen fixation kwa sababu mti unakosa nitrogen, ama kama hatuwezi fanya fixation basi tununue mbolea ya nitrogen tuweke katika ule, kwa sababu ule mchanga wenyewe ndio umekosa hivyo virutubishi. Vile vile kijana anayekulia katika environment ambayo ni very toxic, vile vile anapokuwa, for as long as hajapata mtu wa kumdivert fikra zake, atakuwa na behavior ya wale wakubwa zake wametokea, atakuwa na behavior ya wajomba zake, atakuwa na behavior ya kaka zake, atakuwa na behavior ya babu yake, kwa sababu wote wametoka katika environment ile ambayo iko very toxic. Kwa mfano, nimepeana mfano wa Turkana kule ambako kuna masuala kato wrestling, watu wanapigana bunduki na haionekani kama ni jambo la kuogopesha. Mtoto yote ambaye ataishi katika mazingira yale atabehave the same way, na fikra zake, achudi yake itakuwa the same way, unless mtoto yule azaliwe alafu aondolewe apelekwe kwenye mazingira mapya, atabehave kulingana na yale mazingira mapya. Remember, a child is shaped not by the behavior of the parents alone, but the behavior of the marketplace, the behavior of the neighborhood, the behavior of the school they go. So hivi vitu vinne, mzazi, sokoni, mazingira ya majirani, na ile njia anaokwenda shule mpaka arudi, hizi ndio vitu ambavyo zina shape behavior yake. For as long as those things remain constant, everybody going through that route most likely atakuwa na behavior kama hiyo hiyo. Labda nipeane mifano mingine. Katika brain kuna thinking brain, kuna emotional brain na kuna survival brain. Thinking brain ni ile kibapa cha mbele ambayo inaitwa the green brain, ambapo inanasibishwa kwamba endapo your thinking brain is active all the time, unakuwa wise, unakuwa si mtu makelele, unakuwa watu ukiitwa kwenye mkutano unapeana mawazo. It is for sages, for people who are wise. It is about calmness, it's about confidence.
kwamba all the time the thinking faculty of your brain ndio iko active. Kwa hivyo mtoto yoyote mwenye atazaliwa katika family ambayo saa zote ni ile mashallah, hewala, mwanangu nakupenda, ushaona, mwanangu usifanye hivi utaharibikiwa, ukifanya hivi ndio vizuri. Akifanya alikuwa maths anapata 20, akipata 25, anakuja hata anabebwa, mashallah you can do it. Sawa? Anapopita mtihani anaambiwa nitakununulia ice cream, ama kama hakuna ice cream mimi samaki tupata kidogo, lakini watatu tutagawanya sisi familia nzima, huyu mmoja kuna wewe kwa sababu umekuwa number 1. It is an environment ambayo inamjenga ule kijana ama mtoto anahisi kwamba anapendwa, anahisi kwamba watu wanamjali, anahisi kwamba every step ambao anafanya anakuwa supported. They grow into someone ambaye yuko na confidence, mtu ambaye kwamba anaweza fikiria, mtu ambaye kwamba yuko tayari kufanya makosa kwa sababu haogopi kufanya makosa, because they have a supportive system pale nyuma kumwambia don't worry, you can go. Hata akianguka anaambia sorry, umeanguka lakini try again. That's one faculty of your brain ambayo iko. So mtoto yote ambaye anaishi katika mazingira haya ni ngumu sana kuja kumpata ita anatumia uraibu ili aweze kusurvive. The next is an emotional brain. Emotional brain ni ile hali ya brain hii imeita yellow brain, iko hapa katikati ya kichwa juu. Ni hali ambayo kwamba all the time kuna anxiety, labda baba na mama wanagombana saa zote, mara unakaa lakini unasikia bunduki zimepigwa, mara unasikia majirani wamefurushana, mara unasikia nani sio, yani wewe saa zote katika maisha yako you are emotional kwa sababu kuna kitu kimoja ama kingine ambacho kwamba kinafanywa kinakutia taharuki. Mtoto yoyote ambaye kwamba anaishi katika mazingira haya anakosa confidence na maisha yake, anaishi katika uoga kwamba isije na mimi nikapigwa kama alipopigwa mama, ama isije na mimi nikatukanwa kama alipotukanwa mtoto wa jirani. Maybe kuna mama wa jirani anatukana mtoto wake saa zote. Mtoto wako naye anasikia, anajengwa uoga kwamba yeye nikafanya jambo na mimi mama akanitukana kama anavyomtukana wa jirani. Anxiety, yani kitu ambacho labda wengine wanakifanya na confidence, yani anasema hii sije kaniletea matatizo. Kwa hivyo this is an environment. Yule mwenye ameuliza labda uraibu ni genetic, when you come from this kind of family lazima utafute kitu cha kupunguzia uoga, na mara nyingi utaenda kwa vileo. Utaanza na sigara, utaingilia mugoka, utaingilia bangi, itafika mahali kwa sababu the emotions are so much in your life, inabidi bangi moja haitoshi, inabidi ikifika saa 8 utafute stiki nyingine uvute, na ikifika jioni kabla uje nyumbani kwa sababu ni uwanja wa fujo uvute ingine ili hata kupiga fujo lao iwe hausisikii. So that's how people get addicted, because of the environment they live in. Kingine faculty nyingine ya brain ni ile inaitwa survival brain. Survival brain inamwambia mwanadamu kwamba you are in danger, and because you are in danger you have to fight. So all the time, na ndio maana unaenda maskani, vijana huja mfanya chochote lakini amekasirikia, ama umevaa nguo yako nzuri umepita anakutukana kwa sababu anajiona wewe inakuaje, sisi tuna matatizo, wewe unavaa nguo nzuri unapita. So vijana maskani mara nyingi utapata labda wako katika ile hali ya kujiona kwamba they are in danger, people are victimizing them. Ukienda ukitaka kuwapatia mradi unasema huyu amekuja kututumia, because they are in a survival brain yao all the time inawaambia sisi tuko in danger, we have to protect ourselves. So wanahisi wasipo kukuattack wewe na mwanzo, wewe utawaattack. That is what their mental faculty is telling them. So watu kama hawa watakuwa maybe addiction yao ni ile kwamba they are overly super active, yani wako tayari na masumbu all the time. Hata katika boli wanacheza lakini wanatamani tu kutokee kitu wavurugane. It is in their mental faculty. Ama ni ile kwamba anaogopa tu kwamba kitatokea jambo, kwa hivyo anataka kutoroka all the time. Ama ni yule mwenye anabugia vitu katika kifua alafu vinakuja kurepuka. Ama ni yule mtu anasema mimi maisha yamekosa ladha, kwa hivyo kinachofuata heri tu nijiue, ama nisioge, ama nisipige mswaki, nisivae nguo nzuri, because already the world imenitenga. That is another level ambao unaweza ita addiction. It is a road towards depression, kwamba I have done enough in this world,
ili kuonekana mzuri but sionekani mzuri, kila mtu ananitumia mimi vibaya, kwa hivyo sina haja ya kujaribu tena. So they move into depression, and the next thing after that ni kwamba wawe na hamu ya kujitoa uhai, ndio wasihangaike watu duniani. Mahmud. Asante sana Muhammad kwa kuweza kutueleza hizi aina za uraibu na pia kuweza kueleza yale maswali ambayo yameulizwa. Kumbuka kwa tumenasibihisha mti na uraibu. Labda nikirudi tena kwako Bwana Muhammad nikuulize, je, kuna uhusiano gani kati ya hizi aina za uraibu na huu mti ambao tumeunasibisha? Asante sana brother Mahmud. Mti wangu ambao nauangalia hapa, kwanza katika mizizi yake ama mchanga wake uko na kitu kinaitwa abuse, uko na kitu kinaitwa fear, uko na kitu kinaitwa anger. Katika mizizi ama katika mchanga ambao mizizi inaokota nutrients, na kitu kinaitwa neglect. Hii ni pale ambapo mtoto yani ameachiwa, ambapo aliachiwa thari, yani aliachiwa dunia huyo. Sawa? Katika mchanga ambao mti umemea kuna kitu kinaitwa shame. Yani shame ni ile kwamba yani anaishi lakini anajihisi ni kama ambaye ameanikwa, dunia na inamtuhumu, inamsuta. Katika mchanga kuna kitu kinaitwa trauma. Yani kwamba mtu amesikia ile maumivu ambayo si kidonda cha kawaida, lakini kama ambaye ni donda lina usaha, lakini ni kitu ambacho kiko kwenye kifua chake. Katika hii mizizi ama katika mchanga kuna kitu kinaitwa loneliness. Yani kwamba mtu yuko na wenzake lakini anajihisi yuko alone. Labda katika familia wanaweza kuwa watu 10, lakini mtu yuko pale pamoja na wenzake lakini anajihisi yuko pweke, because the support system is broken. Labda they are 10 but everybody anaangalia mashughuli zake. So there's loneliness, there's abandonment katika mchanga. Sasa mchanga huu, mzizi unaposhamiri katika mchanga wenye abuse, fear, anger, neglect, shame, trauma, loneliness, abandonment, unazaa kitu gani? Unatengeneza trunk ambayo ni very negative, na matunda yake yanaenda kuwa codependency, gaming, gambling, alcohol, drugs, sex, sadism. Kwa sababu zile virutubishi vinavyobebwa na mchanga ili vitengeneze majani na maua ni sumu. Kwa pia vinatengeneza matunda ambao pia ni sumu vile vile. Ndio vile vile mtoto anayezaliwa katika environment ambayo iko toxic, isipokuwa apate diversion, apelekwe katika sehemu ambao atageuzwa akili. Asipofanywa hivyo atakwenda kugrow into a very poisonous person. Mtu ambaye kwamba anajihisi kwamba ako na vengeance, akimwangalia kila mtu anamuonea, akimwangalia kila mtu anasema huyu amekuja tu kumteka nyara ama kuteka advantage of me. Akimwona kila mtu anasema yule, ama katika fikra zake anasema mimi nisingekuwa katika hali hii mbaya kwa sababu ya jirani, ama kwa sababu ya mjomba, kwa sababu ya shangazi. And those are the things ambazo tunaomba katika familia zetu sana. Ambao usiende kula pale, maana yule baba yao ndio sababu baba yako hakufanya hivyo. Au yule babu yako yule ndo amefanya mpaka hapa sisi tunaishi na njaa. Yule mjomba wako yule ndo alifanya mpaka kaka yako hakupata kibarua. Yule shangazi lako ndo alifanya mpaka mama yako akafanya hivi na hivi. So all this negativity ambazo tunazibeba tukiwa watoto, tunakwenda nazo mpaka tunapokuwa watu wazima. They shape the way we behave with other people. Our relationships with others depend na the kind of relationships that we were grown into. So unamchukia mtu si kwa sababu ya facts, lakini kwa sababu ya historia ambayo uliisikia nyumbani na haukuchukua muda ya kuithibitisha kama ni ya kweli ama ni uongo. A lot of us hate a lot of other people because of what we had from our households. What we don't know is probably almost 70, 80, 90% of what we had may be wrong, or may have been perceptions ambazo zimekuwa fed into us, because even the people ambao wamezifeed into us, they were fed into them wakiwa wadogo. Mahmud. Asante sana Muhammad. Tulipokuwa tunazungumzia zile aina za uraibu kwa culture, kuna swali lilizungumziwa
na bwana hakimu akasema kuna watu hawawezi kukosa gazeti kila siku. Je, hiyo ni addiction? Na kama yes ni addiction, how is it negative? Because sioni vile kusoma gazeti inaharibu akili. Alafu kuna PUBG pale akaweka kichekesho chake akisema hapo kwa makalio wengine uraibu wao ni kuyaangalia tu, lakini kama hii mada imemvutia sana. Labda Muhammad, ni kuulize, tumefahamu fika kwa kuna uraibu ambao ni positive na kuna uraibu ambao unakuwa ni negative wakati tunapokuza huu mti. Je, ni maoni gani ama tunaweza kufanya vipi kuweza kuzuia uraibu huu, tukielewa fika kuwa mti ule umezungukwa na watu wengi, kuna jamii, kuna mti wenyewe na kuna mtu binafsi. Je, tunaweza kufanya nini kuzuia huu uraibu? Asante. Kwanza nirudi kwa swali la Anko Hakim, anasema mtu mwenye anapenda kusoma gazeti, je, huo unaweza kuitwa ni uraibu ama ni nini? Kama vile ambavyo mtu wa kawaida anakunywa chai asubuhi, anakunywa chakula mchana na jioni, kwa sababu anakifanya kila siku, haimaanishi kama ni uraibu. Ni kitu positive ambacho anakifanya kinajenga maisha yake. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo mtu anavifanya akiamua kuacha anaacha, ambavyo haviko compulsive, lakini labda kwa sababu ya faida yake ndio anafanya all the time. Kwa mfano kama kusoma gazeti, labda mtu anasoma gazeti kwa sababu ndio mahali ambapo panamfanya anajihisi kwamba ana ufahamu mzuri wa dunia, sawa, kwa sababu kusoma gazeti hakuna negative results kwake ama outcomes kwake. Kuna mwingine anapenda tu kuangalia movie tu za kawaida. It could be a coping mechanism or ni tabia ambayo inamfanya mwenyewe anajihisi kwamba anapata inaitwaje ile utulivu wa nafsi. So not everything ambayo inafanyika, unless iwe hauwezi kuiacha mpaka upigwe magongo, then it may not be an addiction, rather than either it's a hobby or it is a coping mechanism. By the way, lazima pia tuwe na uwezo wa kutofautisha baina ya hobby na addiction. Hobby ni kitu ambacho unakifanya ili kupass time na ujihisi kwamba unakuwa kitulivu cha nafsi na haina madhara. Addiction ni ile ambayo waifanya ili kusaidie kuaddress situation ambayo uko nayo. Wanaozungumza wanafalsafa wanasema mti unapokuwa na matunda mabovu, hata ukiyatrim, ukiyakata, yatazaliwa mabovu vile vile. Maana shida si matunda wala tagaa, shida ni huku chini kwenye mchanga. So vile vile tunavyoona vijana labda ameshika vipanga, vijana wanavuta bangi, vijana wako na very abrasive social behavior, sexual addiction, gambling. Unapomtandika ama unapomuondoa katika ile gambling joint, tukimpeleka Nairobi, within 1 week atapata gambling joint nyingine, kwa sababu kuna kitu ambacho kwenye mwili wake hakijarekebika. Cha msingi, masuala ya addiction yanaambatana pakubwa sana na ill mental health, kwamba hali yake ya afya ya akili haiko sawa. So cha msingi sisi, Mahmud, ni kuaddress the ill mental health, not the behavior that has come out because of their ill mental health. Sawa? So na labda nikitaja tu in general ni kwamba tuwe wa kweli, tuwe wangwana, tuwe accommodative, tuwe empathetic, tuwe kind, let's show love, let's show concern even to that person mwenye unaona anafanya tabia ambazo hazikupendezi. Step back, alafu ujiulize, is there a way unaweza jua kinachomfanya mpaka behave hivyo ni kitu gani? You will be so shocked. Unaweza muita tu siku moja ukawa na mazungumzo naye akakueleza kinachomsibu na ikawa umembadilisha maisha yake na pia tabia zake. Mahmud. Asante sana Bwana Muhammad kwa
wisdom ambayo umetumia kuweza kutufunza katika darasa letu la leo. Labda nirudi kwako nikwambie kuwa mti huu ambao tumeuzungumzia leo ni mti ambao uko na mafunzo mengi sana, lakini kulingana na muda naona kuna mafunzo umeyakabakaba, hususan tulipokuwa tunazungumzia uhusiano wa mti na uraibu na masuala ambayo umeyataja pale, lakini wasikilizaji wetu wengi labda yametoka kwa hali ya haraka. Labda ni kuombe tuweze kutengeneza kipindi chingine ambacho tutazidi kuja kuzungumzia kuhusu hii tree of addiction. Labda nirudi kwako Muhammad, nikwambie tupatie labda closing remarks zako. Je, ni wasia gani unatuacha nao tunaporudi baada ya kupata mafunzo kama haya? Asante Mahmud. Ubaya kipindi ni cha lisali moja, na tukipitiliza itakuwa tumeenda kinyume na desturi yetu, lakini mafunzo katika hii tree of addiction ni mingi sana, naweza zama ndani zaidi, labda tutapata wasaa siku nyingine tuweze kuwazungumzia tena. Mimi ambacho nitakisema ni kwamba kila utakayemuona ni mlevi, ako na negative compulsive behavior, ni mvutaji bangi, ni mlaji mugoka, a lot of the time kuna kitu amekikosa katika maisha yake ama katika fikra zake, ndio kinampelekea mpaka aenda akafanya vitu kama vile. Kwa hivyo mara nyingi unapomuona mtu kama yule, usijudge kwanza, jiulize anatoka wapi, labda unaweza saidia vipi kule ambako anatoka. Katika utendaji kazi wa masuala ya uraibu, unapozungumza hata na ule kijana ambaye anajibwenga, anajidunga, analala, anaiba, anafanya nini, unaambia support, don't judge, kwa sababu kilichomfanya mpaka akaingia katika uraibu, labda ingelikuwa wewe ungeingia katika mizembe mikubwa zaidi yake. Kinachofuata ni kwamba tuwahurumie na tutafute njia ambayo kwamba mbadala ambao tunaweza kuwasaidia, mbali na kuwajudge. Kuwajudge peke yake haitotusaidia, lakini endapo tutaonesha mapenzi, tuonesha care, tuonesha support, ni njia moja mwafaka ambayo inaweza kuwafanya wakatanabahi, wakataka kupewa nafasi nyingine. Wako watu ambao kwamba wanatumia mihadarati, wenye wanaonekana ni watu wa kufuru kabisa, lakini unapowapatia pambaja, unapowajenga trust yako kwao, wanaweza kuja wakamwambia bro, mazee, yani mimi kitu inanitesa, sijui nifanyeje ndo niache hii kitu bro, inanihangaisha sana, sijui niambie nifanyeje ndo nitoke. Lakini mwenyewe peke yake haiwezi kutoka. So don't just judge, show support, link. Kama mwenyewe hauna hiyo taaluma, link people to opportunities, show them love. Inaweza kuwa ni mchango mdogo ambao wewe unaweza kufanya kwa kujenga taifa zuri. Asante sana Muhammad, tunasema asante sana mzungumzaji wetu wa leo kwa kuweza kutueleza na kutuelimisha zaidi kuhusu uraibu na uhusiano wake na mti na elimu nzima ambayo tunaipata hapo. Na kwa wale wasikilizaji wangu wote, nasema asanteni sana kwa kujiunga nasi katika kipindi hiki chetu cha leo. Panapo majaliwa yake Mungu, tutakutana tena Jumanne ijayo. Kumbuke kuwa Mental Health Tuesday ni session ambayo inafanyika kila Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3, kiletwa kwako na Samba Sport Youth Agenda. Kwa hiyo karibuni sana, niseme asanteni sana na niwatakie usiku mwanana, na Mungu atulinde na atuondolee hasadi na atupatie shifa, ili tuweze kukutana tena juma ijayo kwa mazungumzo kama haya, tukisema kuwa tunapiga vita afya za kiakili. Asanteni sana na Mungu awabariki.